Mpenzi mtazamaji, karibu tena. Nashukuru sana kwa sababu tunazidi kusonga mbele pamoja. Kila wakati tupo hapa kwa sababu ya kufunzana mambo mawili matatu. Wacha nichukue fursa hii na nafasi hii na hakikisha kwamba wewe uko mzima kabisa na karibu sana. Mpenzi, najua kwamba wakati ambapo wanasiasa walikuwa wanapiga kampeni mwaka uliopita, mwaka wa 2022, kila mwanasiasa alikuwa na manifesto yake ambayo alikuwa amepangia jinsi ambavyo atafanya kazi kwa miaka 5. For this 5 years ambayo tumemaliza uchaguzi, kila mwanasiasa, kila mtu alikuwa anatarajia kwamba lazima ile manifesto ya kila mtu alikuwa nayo mwenye alichukua kura, hiyo manifesto ndio atafanyia kazi kwa miaka 5. Miaka 5 ikiisha baadaye tena atatuletea manifesto nyingine, tena tumpigie kura tuone kama ile manifesto ya kwanza alimaliza ama hakuimaliza. So karibu sana na tuweze kuangazia, kwa sababu siku ya leo nimeona kitu kingine tofauti sana kutokana kwake Rais William Samoei Ruto ambacho sijafurahia nacho, kwa sababu Rais Ruto akifanya campaign mwaka jana alifanya campaign akiwa anajua kwamba anafanya campaign ambayo ilikuwa ama ingekuwa ya manufaa zaidi kwa Wakenya, kwa sababu ya manifesto yake. Punde tu kabla hata ile manifesto yenye kwa kampeni nayo hajatekeleza hata moja, tena ametuongeza nyingine eti baada ya miaka 3. Kama ni mara yako ya kwanza umefika hapa ndani ya Kisii Hot TV, hakikisha kwamba umesubscribe, unaweza like, unaweza share, pia make sure kwamba umeweka comment yako ndio tujue kwamba tunaelekea wapi. Mimi ni Nyapto Dennis Kukurikuntu na karibu tuweze kuangazia hili swala la Mheshimiwa William Samoei Ruto. Akiwa kule katika maeneo ya Mpeketoni, Lamu County, ni mambo tena mengine tumejionea leo kama Wakenya, kwa sababu rais wa 5 alikuwa na manifesto yake ya bottom up ya kuhakikisha kwamba kila mtu, mwana poda, mama mboga, mtu wa mitumba, maskini anaweza kupata pesa ama anaweza kuweka pesa mfukoni. Hayo ni kulingana na wakati wa kampeni. Sasa mahasala, wana poda na mama mboga wakampigia kura kwa wingi. Sasa hivi ni rais wa 5, lakini amesahau yale majukumu ambayo alikuwa amesema, ile manifesto ambayo alikuwa amesema kwamba mimi kama William Samoei Ruto nitahakikisha kwamba lazima nitadeal mambo na bottom up, na nitahakikisha kwamba kila mtu amekuwa na pesa mfukoni, hakutakuwa na njaa. Kama kuna wakati ambao Wakenya wanalia wako na njaa, ni wakati huu. Kama kuna wakati ambao Wakenya wanateseka, ni wakati wa serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu kila kitu kimepanda bei. Mimi nawaambia kila siku hapa eti kwamba William Samoei Ruto, imagine tax ya maji aliongeza mara 3 kwa vitu zote maji, meaning anaongeza taxi, ushuru inaenda juu. Sasa hivi wanamuita ushuru, Mr. Ushuru man, tena amekuja ameanza kusema kwamba eti unajua nini, baada ya miaka 3 kila poma itakuwa na gas, itakuwa na mtungia gas kwa nyumba. Tena sasa wewe bwana ushuru, bwana Zakayo, unatuletea manifesto nyingine, unaongeza mambo na gas na already haujafanya kitu chochote. Nimeona kipiga kifua eti stabilize economy. William Ruto, umestabilize economy gani? Umestabilize economy gani hapa Kenya, wakati ushuru ya maji imeongezwa mara 3, wakati ushuru imeongezwa, wakati ambapo watu wenye kona vyoo wanaweka mapipi zao, wanafungulia mapipi zao maofisi. Jana ofisi ya the spouse of Musari Mudavadi
ilifunguliwa. Kidogo kidogo utasikia office of the national speaker itafunguliwa. Kidogo kidogo utasikia office of the senate, the spouse of the senate itafunguliwa. Second lady atafungua ofisi. First lady akona ofisi. First daughter of the president akona ofisi. What kind of economy have you stabilized here in this country? Unaendelea kuharibu. Imagine. I don't know ni nani anakuwa advise. Who is this advising you over this? If there is somebody anakupatia advice, tafadhali, huu si wakati wa campaign, huu si wakati wa siasa. Unaambiwa mheshimiwa, ni wewe tu, tuko na wewe. Mheshimiwa, tuko na wewe, ni wewe tu. No. This one, it matters a lot. Hapa tutaki PR. We speak facts. Ukisema we have stabilized the economy, we wonder. Wakati mafuta imepanda, ushuru imepanda, chakula hakipatikani, watu wanalala njaa, watu wanateseka. Nyinyi mmeanza kutesa. Niliona China Square imefungwa, mahali ambapo bidhaa zilikuwa zinauzwa kwa bei rahisi. Mwananchi wa kawaida angeingia pale kwa China Square anunue bidhaa kwa bei rahisi, kwa sababu wale watu gharama iko juu. Mmefunga. Sasa unatuambia you have stabilized. Kwa nini Kenya nyingine yenye uko nayo sisi hatuko? Kwani wewe Ruto uko Kenya gani? Uko kwa hii Kenya kweli? Wewe uko Kenya gani? Ama uko Nairobi, nyinyi mnanuanga vitu hizo vitu kwa bidhaa, yani kwa bei rahisi. I want to tell you one thing. Mr. Ruto, we understand. Wewe hautumii pesa yako kufanya shopping. Wananchi wa Kenya wanakufanyia shopping kuanzia sabuni mpaka kiatu. Everything. Hadi watoto wako. Kila mtu ambaye associated na wewe kwa poma lako anafanywa shopping. Hauna nguvu ya kuanza kudanganya wa Kenya at you have stabilized the economy. What kind of economy have you stabilized? Wakati maskini analala njaa, unga inaelekea 300, unga ya kupika. Subsidies zote uling'oa. School fees iko huko juu. And you have stabilized the economy. What kind of economy have you stabilized? And you know, now Kenyans can enjoy. I have established the economy of this country. Now Kenyans can enjoy. We enjoy what? Kama hatuna chakula cha kukula. Wewe manifesto yenye ulisema hata moja haujatekeleza, haujaanzisha, hakuna dalili ya kuanzisha hata moja. Kazi yako ni kwenda kanisani kupigana na Raila. Kazi yako ni kwenda kuweka maombi kuombea mvua. Ungekuwa rais wa Saudi Arabia, ungefanya maombi mara ngapi na mvua inyeshe? Use common sense. Use the current technology to do farming in whatever, in the desert areas in this country. Watu wa Saudi Arabia mvua inanyeshanga baada ya sijini mwaka moja miaka miwili. Lakini wale watu wako na wait, I don't know wanapanda aje because of irrigation scheme. Wewe kazi yako, pesa unafaa uende ufanye kitu ama ujenge something which is important kwa agriculture, utoe maji Lake Victoria, uko Turkana, uko whatever, River Nile, you do irrigation or whatever. Of course, ijabito uko kwetu. But you can look for means ya kupitisha maji na ufanye irrigation. Kazi yako wewe ni kuanza kuenda kanisani na kujipishana na Raila. Uende kwa Nyayo Stadium uweke maombi ya kuombea mvua. Yaani unaombea mvua, na hapa mzimu ambao tumeanza ni mzimu wa mvua. Imagine huku Kisii mvua inaanza mwezi wa 3, mwezi wa 2 kuelekea mwisho, mwezi wa 3, wa 4, wa 5 kwenda hapo. Wa 5 itatoka kidogo kwa sababu tuko na timetable ya mvua katika maeneo ya Kisii.
Sasa now we want to pray for the rain. Unawastisha pesa. Hii manifesto nataka kutuongezea ya kupatiana gas kwa kila poma, wachana nayo. Hakikisha kwamba hiyo badala ya kupatiana gas, patiana kitu kingine different. Patiana chakula. Ambia wale maskini jinsi ambavyo watakuza chakula cha kutumia. Watu wanateseka. Unawapatia gas wapikie nini? Wapikie udongo. Hiyo gas utapikia nini? Sasa wako na kuni. Imagine wako na kuni lakini hawana chakula. Wanaweza wakisha moto lakini hawana kitu cha kupika. And now you are telling us eti kama unapatia gas ya free kwa kila poma. For the next 3 years from now, population ya Kenya, it will be around 55 million people. How will you afford this e-gas kwa kila poma? Yeah? How will you afford? Hii manifesto ambayo mnatuletea na mnatuongezea ya kupatiana gas kwa kila poma na hakuna chakula, muachane nayo. Kwa sababu hiyo gas utapatiana hata kesho, utapatiana hata free, hata leo, hata sasa hivi. Lakini kitu cha kupika ndio hakita kuwepo. Hakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha. Kuna economy imerudi chini. Wakati unasema economy, umestabilize, tell us on how you have stabilized this economy. Unga iko pesa ngapi? Mafuta iko pesa ngapi? Mwananchi wa kawaida anakula ama akuli? Kuna mtu analala njaa? Kama kuna mtu analala njaa, then jua tu hivi, hakuna kitu ambacho umefanya. Hakuna kitu ambacho umefanya. Hakikisha kwamba everything iko sawa. Hatutaki kuongezwa manifesto nyingine tena. Hatutaki kusikia hadith zingine. Hatutaki kusikia. Hamna. Ile ambayo mlituambia bottom up kwanza, hakikisha kwamba mmedhibitisha. Bottom up imekam. Vitu zingine tuwache. Vitu zingine tuwache na tuwache na tuwache kabisa. Make sure kwamba tuko on the safer side of this economy. Ile manifesto sisi hatutaki. Fanya use only one manifesto. Ile kwa ile campaign, ile ya bottom up peke yake. Bottom up. Pesa mfukoni. Yeah? Serikali ya mama mboga, wachana hata kwanza, achana na pesa mfukoni. Tunataka kuona serikali ya mama mboga na mama na poda poda. Yeah? Hiyo ndio serikali. Ukifanya hivyo ndio tuongeze manifesto nyingine. Already umefail serikali ya mama mboga na poda poda. Haujatupatia pesa mfukoni. Bottom up pado. Na sasa wataka kutuambia is now you want to tell us eti nini? Eti gas kwa kila poma. Shame on you. See you in the next video. My name is Dennis Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye.